Nasikia harufu, alafu sikioni. Kiko wapi hicho? Okay. Sasa nisikilize. Huyu mtu anaonekana hapo kwenye situation mbaya sana. Sasa basi, kwa kesi yoyote ile, naomba unipigie simu haraka sana. Sawa dokta. Zingatia. Sawa. Wewe Kitumbo, unajua kwa nini nimekuita hapa? Hili jambo langu ambalo wewe umeliingilia, naomba uliache. Unadhani kama umenipa pilau na nyama nitaacha kumsaidia yule kijana? Nisikilize Pweka. Usinichukulie mimi poa. Nina uwezo wa kufanya jambo lolote lile. Lakini nimekuita kwa amani tu ili tuyazungumze. Lakini kama utaki ofa yangu hii, na kuahidi litakukuta jambo. Pilau nyama ndio vitu vyangu. Nasikia ni mzima. Amesaidiwa, yuko hospitalini. Asi mama amekaje? Maana mimi ulivyoniagiza na ndo nimefanya vile vile. Wala sina sema hata moja nilokosea. Mimi kaje. Sasa hapa shida iko wapi? Mimi sijui kama tufanyaje. Yaani nimechanganyikiwa, nimevurugikiwa. Hapo sio. Hiyo kijumbe mwenyewe sasa. Mama. Naam. Ni kijana gani ambaye mnamzungumzia hapa? Ni kijana, ni kijumbe. Sio mara kwanza kuwaona mkiwa mnazungumzia jambo hilo. Ni nini ambacho mnanificha? Kumbe unatufuatilia. Mimi hapa tunaongea habari ya vijumbe. Mimi kijumbe ndo napiga simu kwa kila sana, napiga simu kuna hela ananidai. Mambo mengine hakika wewe hata kuhusu Sidat. Basi kama unataka kujua njoo ukae nayo vijola kama hivi. Ukae hapo, usikie na ujue kila kitu. Mama unamuona mwanao? Ngoja. Na Salma unanikosea. Mama mwanao mimi nitakuja nimpige. Nimelala kabisa hata wasiwasi yangu. Wakati niliwaambia hii ngoma tushirikiane. Sasa mziki umepigwa, wenzangu mmekaa nyuma ya speaker. Mnasikiliza kwa mbali. Yaani naicheza peke yangu hii ngoma. Maana yake nini sasa? Hili jambo lishakuwa zito. Nimemfuata kile kibonge, lakini amekataa kata kutuachia hili jambo. Sasa nimekuja kukusii tu tusikimbiane. Tusikimbiane. Marukusi golobo. Kama yeye alikuwa anajiona mjanja, sasa ngoja nifanye ya kwangu. Nipe mdoli wangu. Lete cha kuogopa. Sasa mambo yako yamekwisha.
hapa kila kitu chako kitaenda kama ulivyopanga. Biashara zako zitaenda vizuri. Na wakati nakwambia tushirikiane, huku ndo kushirikiana kwenyewe sasa. Lazima tushiriki kwenye mambo ya kishirikina. Siku hizi naona sikuelewi. Yaani ukirudi nyumbani dakika 2 unatoka. Ukirudi dakika 2 simu yako inaita. Ni wewe na hospitali na wewe. Na unipi muda wako. Hebu niambie, kuna nini unanificha? Pokea. Subiri kwanza. Hello Dr. Kesh. Anet. Samahani, naomba uje hospitali, kuna matatizo sana. Huyu mgonjwa yani sielewi kabisa yani. Sawa. Nakuja sasa hivi. Nisubiri hapa. Ngoja niwahi hospitali mara moja. Kuna kitu nataka nikakiweke sawa. Sawa mume wangu, hamna shida. Halo. Habari. Nimepiga simu kukukumbusha tu kwa hakuna sharti jepesi katika ulimwengu wa nguvu za giza. Usipende kumwamini mtu yoyote, hata huyo aliyekuwa karibu naye. Ipo siku wataomba kitu ambacho hautakuwa na uwezo wa kuwapa. Kaa mbali na yule kijana. Tamaa ya biashara isikufanye kugharimu maisha ya wengine. Hivi kuna kitu gani hapa kinaendelea? Mbona kama mume wangu amebadilika sana siku hizi? Sijakaa nimekaa huko, kumbe mali yangu huko inachukuliwa. Acha leo nimfuatilie, nijue kitu gani ananificha. Kweka. Naona sasa umeamua kuniingia maungoni Sasa hili halijaisha mpaka liishe. Nitajua nafanya nini juu yako. Kuna kitu hakipo sawa. Lakini usijali, nitashughulikia hili. Kesho kuna mzigo nitakupatia. Inabidi tupate kipande cha sanda na gamba la mdizi. Alafu nataka upeleke hospitali alipolala yule mgonjwa, ukaeke chini ya kitanda. Tumeelewana? Alafu pia kingine, kaa na binti yako uzungumze naye. Nataka hili jambo tuwe pamoja, tushirikiane. Naye ashiriki, na ndio maana nzima ya neno ushirikina. Ondoke. Usipende kumwamini mtu yoyote, hata huyo aliyekuwa karibu naye. Ni gonjwa gani nalotibu sijajua, kiza kinene natakiwa kufumbua.
na binadamu wanachema, si unajua ubayani wakiamua kukutia. Ni kipi kinaikumba familia? Sidati anauliza, jibu kupatiwa. Yani dozi ya giza, dozi ya giza, giza. Uweze mini dozi ya giza.